ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين المتصف بالبقاء والقدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وهداه إلى سبيل يميزه بين النور والظلم فمن اتبع النور فله المجد والكرم ومن سار على العكس هلك في الندم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات. Ndugu zangu Waislamu, insha Allah katika darasa la leo ndani ya kitabu cha Riyadhus Salihin tutaeleza masala yanayofungamana na almubadara ila alkhairat, kufanya kwa kuangusiza, yani kufanyia haraka katika mambo ya kheri. Jambo lolote la kheri katika desturi za Waislamu au mila ya Kiislamu, jambo zuri hufanyiwa haraka, halicheleweshi na kungojewa. Katika sura ya Al-Baqara aya 148 Mungu anasema fastabaqul khairat, zikimbilieni zile khairat. Ya jambo la kheri hukimbiliwa, halifanyii gozigozi likacheleweshwa. Waswahili wanasema jambo ambalo kwamba lawezekana leo, kwa nini kesho? Kumbe leo lawezekana, kwa nini kesho? Katika Uislamu jambo la kheri huwalingojewi, hapo kwa hapo hufanywa haraka. Na katika mambo ya kheri kuna yale mambo ambayo kwamba Waislamu wameyaona haya yana umuhimu mkubwa kutangulizwa katika mambo yote. Mathalan, mtu akifa hufanywa haraka kuzikwa. Mtu akitaka kusilimu hufanywa haraka kusilimishwa. Mtu akitaka kuoa hufanywa haraka kuozeshwa. Haya ni mambo matatu ambayo kwamba Uislamu umependekeza haya yasingojwe kesho baadaye, pamoja na kuwa mambo yote ya kheri hayangojeshwi wala hayacheleweshwi. Katika suratu Ali Imran Mungu anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, na fanyeni haraka kukimbilia msamaha Mwenyezi Mungu. Maghfira ni jambo la kheri, mtu kutubia jambo la kheri. Akili na hisia zikigonga kwa wewe wataka kufanya toba kwa Mola wako, usingoje kesho, hata kama usiku wa manane, hapo kwa hapo. Akili anaambia acha nitubie leo, basi tubia, usiseme kesho. Ukasema bado mimi kijana, ina umri wa kuvuta, inshallah kifika pale nikimea nyeza mvi miaka 70 nitatubia kwa Mola wangu. Huna garanti hata siku moja. Acha umri wa miaka 70, kesho yako huitambui, yaanzaje yamalizikaje. Kwa Mungu anasema wasari'u
fanyeni haraka, fanyeni wepesi, ila maghfiratin, kukimbilia msamaha Mwenyezi Mungu, wa jannatin, na hiyo pepo, ardhuha, upana wake, as-samawati wal ardhi, ni upana ni mbingu na ardhi. Kwa anayetaka pepo, anayetaka msamaha Mwenyezi Mungu, akimbilie kwa msamaha kwa Mwenyezi Mungu, kwani pepo upana wake ni mbingu na ardhi. Uiddat lilmuttaqin, Mungu ameiandaa hiyo pepo yenye sifa kama hiyo kwa ajili ya wale wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Katika miongoni mwa hadithi za Abi Huraira, Mtume anasema badiru bil a'mali salihah, fanyeni haraka kufanya amali njema. Mathalan, umekaa ukawaza, fikra imekujia tu, kwa akaunti mimi niko na milioni 200, akili kakugonga, acha nitoe milioni 2 nijenge kisima au visima. Basi hapo hapo usisubiri kesho, usubiri baadaye. Maadamu akili yako ndio kwa kheri, kimbilia kheri hiyo, kwa sababu ukichelewesha akili itabadilika. Ibilisi atakujia akwambie uko na family wewe, uko na future ya watoto, una kadhaa. Kwa akili ya khairat ikikuingia na uwezo upo, usiseme kesho, usiseme baadaye, hapo hapo. Alitasema badiru bil a'mali salihah, fanya haraka, fanya kwa kuangusiza, kukimbilia amali njema. Mwanadamu ana tabia ya kubadilika, sababu moyo una kazi mbili, na mashallah moyo kwa Kiarabu wameita qalbun. Qalbun maana yake ni kitu kinachokubali kubadilika. Nikisema yatakallabu, maana yake yabadilika. Moyo huo leo utaamka wampenda Lela, moyo huo kesho utaamka humpendi tena Lela. Moyo huo kwa jambo hili umefurahika, moyo huo baada ya muda kupita jambo hilo litakuhuzunisha. Kwa ikiwa moyo umegonga, akili imepokea kuwa nataka kufanya kheri, usiseme kesho, usiseme baadaye, hapo hapo ndani ya uwezo tekeleza khairati hiyo. Kwa hadithi yasema badiru bil a'mali salihah, fanyeni haraka kukimbilia amali njema. Fasatakunu fitanun ka qita'il layli mudhlim, kwa sababu utatokezea mtihani baadaye kama kipande cha usiku wa giza. Umepanga inshallah kesho nitatoa, ilipofika kesho kutokea hukuweza tena kama ulivyowaza jana. Kwa fasatakunu fitanun ka qita'il layli mudhlim, sababu hujui baadaye kutatokea nini. Kutatokea mtihani ambao ni sawasawa na kipande cha usiku wa giza. Ukisikia usiku wa giza, maana yake jambo ambalo kwamba hulijui uhakika wake, hujui undani wake, hukulipanga. Ndio watu piga lugha kama hizo kinaya. Kwa usiku wa giza ni kitu ambacho kwamba hukijui kwa mapana na marefu. Hadithi yasema yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, anaweza mtu akapambaukiwa asubuhi ni muumini, lakini jua likazama ni kafiri.
wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, anaweza mtu jua limezama usiku ni muumini, lakini hakutopambazuka asubuhi ila na yeye ni kafiri. Yabiu dinahu biaradhi min ad-dunya, atakuja kuiuza dini yake kwa takataka za dunia. Kwa kuwa huijui kesho, kwa kuwa hujui baada ya hiyo lisambo kama uko sasa hivi, basi ambalo liko ndani ya uwezo litekeleze, ambalo aliko ndani ya uwezo hilo si jukumu lako. Mtume siku moja, kwa mujibu wa hadithi ya Abi Sirwa anasema Uqba ibn al-Harith radiyallahu anhu qala sallaitu waraa an-nabii, sababu mtume anasema siku moja nilisali nyuma ya mtume bil madinata al-asra, katika mji wa Madina sala ya alasiri. Thumma qama musri'an, kisha akasimama mtume ghafla haraka haraka. Fatakhatta riqaba an-nas ila baadhi hujari nisaihi, huku akikata shingo za watu akienda mpaka chumbani kwa wake zake. Fafazia an-nas, watu wakashangaa. Mtume baada ya salamu tu hakuna cha dua, moja kwa moja akaanza kata shingo za watu, mpisheni tena haraka, utadhana mpata habari ya kifo. Watu wakashangaa lisuratihi, kutokana na ule uharaka aliokuwa nao, yakimbilia nini huko nyumbani? Kitu gani amesahau? Si angemaliza kwanza swala kwa dua ndo apate mengine? Mtume aonekana ana haraka bosi ya kawaida. Fakharaja alaihim, ikabidi nao pia watoke wamfuate kwa nyuma. Kitu gani kilichomtoa mtume kwa haraka hiyo? Faraa annahum qad ajibu min suratihi, mtume akawaona wameshangazwa na kustaajabishwa ili kutoka haraka ndani ya swala. Qala, mtume akasema dhakartu shay'an min tibrin indana, nimekumbuka jambo zuri la kheri la sadaka. Alipotoa salamu akakumbuka yuko na kitita au kifungu cha dhahabu, kifungu cha fedha, akili kamgonga, hizi nzitoe sadaka baada ya sala. Na hii yaonyesha kuwa katika sala fikra zaweza kuwepo, yaani hawezi ukasali kisha usifikirie chochote, kusema nafikiria tu swala peke yake, kisujudu nafikiria subhana rabbiyal a'la bihamdi, ati nikirukuu nafikiria subhana rabbil azim. Yani kwa maanisha kuwa katika swala mtu aweza kufikiria, yani ya maumbile Mungu ametupa, na ukiswali wewe usifikirie chochote, afikiria swala, jiangele mara mbili. Ibilisi amekutawala, hauwezi ukasabila kufikiria tena nje ya swala. Yule mmoja alikuwa akisali nyuma ya imamu kila siku. Siku moja akamwona imamu swala leo kwa fupi, akamuuliza baada ya swala, imamu kwa swala raka ngapi? Wewe kwa swala raka 3. Akamwambia umejuaje wewe kwa swala 3? Mimi najua nimesalisha 4. Wewe umesalisha 3, umejuaje kama salisha 3? Akamwambia wewe ukianza swala tu usafiri, natoka hapa Mombasa ikienda mpaka Lamu, lakini umefika wito ushapiga salamu, kwa maana kwa haraka moja ufanyaje?
kumbe mahesabu yake ndio yanaenda kombo. Akifunga rakaa yuko Mombasa, swala ikiisha shafika Lamu. Sasa hiyo siku apige mahesabu yake, amfika wito, swala imeisha, ng'ombe kata rakaa wewe. Hii haimtoi mtu katika swala, isipokuwa ukitoka mazima, ikaanza hizo fikra ndo za kushughulisha, itakuwa swala yako umefanyaje hapo, imepungua daraja na uzito. Lakini kufikiria kwenye swala ni maumbile ambayo kwamba haepukiki, lakini hayo mawazo na hizo fikra zikikutoa kwenye swala, hiyo swala yako itakuwa ina mashaka, lakini kufikiria hilo haliepukiki. Sasa alimwona Mtume ametoka haraka, Mtume akawajibu baada ya kuwaona wanamshangaa, akawaambia dhakartu shay'an min tibrin indana, nilipopiga salamu tu nikakumbuka nina kitita au nina kifungu cha dhahabu na fedha, akili na kitoe sadaka. Nikaona kisubiria dua hapa, akili itanibadilika. Fakarihtu, nikachukia, nikaona ni makruhu, ayahdisani faamartu biqismatihi, nikachukia hizo fedha hizo dhahabu zisinifunge mimi siku ya Kiyama, kwa nilikumbuka kheri kisha nikaipuuza. Faamartu biqismatihi, nikaenda haraka mpaka nyumbani, nikaambia wake zangu zipigeni mafungu hizo mzitoe sadaka. Kwa jambo la kheri halingojei, ukilingojea tu kutaingia mkono wa tatu, kutaingia fikra ya tatu ambayo itakuja, bwana wewe asomesha, wewe una kadhaa, wewe una kadhaa, litapungua uzito wake, mwishowe hata usilifanye. Na uzuri wa dini yetu, dini ya Kiislamu yamtaka kila Muislamu aingie peponi. Dini ya Kiislamu haimtaki Muislamu ende motoni. Utakuta hadithi ya Mtume asema, mwenye kufanya jambo zuri moja, khairi moja, ataandikiwa thawabu 10 ukilifanya, na ukiliwaza bila kulifanya bado waandikiwa thawabu 10. Na ukiwaza jambo ovu waandiki chochote. Ungepata pesa ukawaza kulewa, kisha usilewe, hawaandiki madhambi. Na ukapata pesa ukawaza kuchimba kisima, kisha usichimbe kisima, utaandikiwa thawabu kama vile uchimba kisima kwa mawazo peke yake. Sisemi chumba kisima, yale mawazo peke yake. Leo unabahatika umpata 400,000, basi ukawashawashwa, inshallah nikipata wasaa baada ya wiki 2 nitachimba kisima. Kisha usishimbe kisima, kwa Mungu andikiwa thawabu kuwa umechimba kisima, lakini ukawaza mabaya mpaka uyafanye. Hii yaonyesha kuwa Uislamu wamtaka Muislamu aende pazuri. Ndio hadithi yasema watu wote wataingia peponi isipokuwa atakayekataa mwenyewe tu basi. Nasema akashangaa, ni nani huyu ambaye kwamba yakataa pepo? Mtume alikusanya masahaba akawaambia, umati wangu wote wataingia peponi isipokuwa yule ambaye kwamba yeye mwenyewe atakataa kuingia peponi. Akashangaa, mtu kataa vipi mazuri, mtu kataa mabaya? Akawaambia, atakayekataa ni yule ambaye kwamba atakhalifu sunna zangu na amri ya Mwenyezi Mungu. Wewe kila ukipata pesa wewe ndio waza machafu kisha wayafanya, ubaki kwenye kuyawaza bali wayatekeleza katika maisha yako. Ukikosa pesa wewe ni muungwana,
msikitini kwa jamaa, wasikiliza darasa, wakaa itikafu. Kumbe wewe ili umtambue Mungu mpaka usikose. Kwa Mungu akikunyima kwako mbora, akikupa anakupa mtihani. Kwa hadithi yatuambia badiru bil a'mali salihah, fanyeni haraka kufanya mambo mazuri, kufanya mambo ya khairat. Kheri hazicheleweshwi. Katika hadithi ya Jabir anasema qala rajulun linnabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam yawma Uhud, mtu mmoja alimwambia Mtume ile siku ya vita vya Uhud, alimwambia Mtume, araaita in kutiltu fa aina ana. Siku ya vita vya Uhud, sahaba mfata Mtume anamwambia, waonaje leo mimi nikauawa, nitaenda wapi? Mtume akamwambia, fil janna, utaenda peponi. Pale pale fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta kutila. Pale pale akatoa alichokuwa nacho sadaka, kisha akaenda kapigana vitani mpaka akafa. Sababu amesikia kuna kheri ya pepo. Kwa kitu cha kwanza kile kiloko mikononi mwake, kwanza mtende, ni zabibu, ni kadhaa, akazitoa kwa sadaka. Kisha akasema na mimi niende katika vita, akapigana mpaka akafa. Kwa jambo la kheri hufanyiwa haraka. Katika hadithi nyingine ya Az-Zubair ibn Adi anasema ataina Anas ibn Malik, sema tulimwendea huyo Anas ibn Malik. Anas ibn Malik ni mfanyakazi wa nyumbani kwa Mtume, tuseme kama maidi. Fashakauna ilayhi ma nalqa min alhajjaj, wakamshtakia wakamlalamikia yale wanayopata kwa huyo bwana aitwa Hajjaj. Faqala, akawaambia, isbiru, fanyeni subra, kwa uvumilivu. Fa innahu, hakika si jambo lingine, la yati zamanun, hakutokuja zama, illa isipokuwa, walladhi, na yule ambayo kwamba baadahu, yuko baada yake, sharrun minhu, ni shari zaidi kuliko hizo zama. Hatta talqaw rabbakum, mpaka mtakutana na Mola wenu. Yani anamaanisha kuwa haya madogo, vumilieni, kila zama zikisonga mbele ya jana na kwa ni afadhali. Haya ni maneno wanajibiwa zama hizo, wanaambiwa kila zama zikisonga mbele yaonekana jana ni bora kuliko ya leo. Cha msingi vumilieni, na hali hiyo itadumu, itaendelea hata talqaw rabbakum, mpaka ile siku ambayo kwamba mtakutana na Mola wenu. Bimaana hiyo hali mpaka kiyama. Kisha naambia haya maneno, sami'tuhu min nabiyikum, siasani mimi, nimeasikia kwa mtume wenu. Sasa mimi nafanya kazi nyumbani kwa Mtume, haya aliyowaambia nimeasikia. Sami'tuhu min nabiyikum, nimeasikia kutoka kwa mtukufu wa daraja ambaye ni mtume wenu. Kwa hiyo watu yafaa wakimbilie mambo ya kheri. Hadithi zenye kuhimiza watu kukimbilia mambo ya kheri ni hadithi nyingi mno. Tukisema tuziorodheshe moja moja itakuwa ni hadithi peke yake, Qur'ani haitapata nafasi.
Tukimalizia hadithi ya Abi Huraira, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kwamba Mtume Mwenyezi Mungu anasema, badiru bil a'mal, fanyeni haraka kukimbilia amali njema. Sab'an, hal tantadhiruna illa faqran musyan au ghina mutghiyan au maradan mufsidan au haraman mufnidan au mautan mujhizan au ad-dajjal fasharru ghaibin yuntadharu au as-sa'a fas-sa'atu adha wa amar. Fanyeni haraka kukimbilia mambo mazuri, kufanya khairati, kwani mwangoja umasikini uangamize, au mwangoja utajiri uwatokomeze, au mnangoja maradhi yawaharibie kila kitu, au mwangoja uzee uwakomaze, au mwangoja umauti, au mwangoja dajjal, na hiyo ndo sharia yenyewe, au masubiri ya kiyama, na kiyama ndo habari kubwa. Bimaana toa. Umaskini si kikwazo cha kutoa. Kufanya khairat si lazima uwe tajiri ndio utoe, na tajiri akimbilie kheri, asipokimbilia kheri utajiri utakuwa maangamivu kwake yeye. Au subiri maradhi akikushika ndio utoe sadaka, ndio kimbilie khairati. Maradhi pia nayo uharibu. Au watasubiri waone alama za sakratul maut ndio wachausia za kufanya khairat. Ulipokuwa na afya yako na nini yako, huko ni mtu aliyekutoa, wakati wa sakratul mauti ndio watahusia watoto watoe sadaka, watakupuuza. Ulipokuwa na afya yako, una kila kitu chako, huko walelea watoe sadaka, ulipoona alama za kifo watahusia watoe sadaka, sina shaka watakupuuza. Au mangojea dajjal, na dajjal ndo mbaya kuliko zote zotangulia, yeye ana mtihani mkubwa. Au masubiri ya kiyama, ndo mjue kuwa kuna khairati za kufanya, na kiyama ndo habari kubwa, milango yote itafungwa. Yani kiyama hiya adha wa amar, milango yote hufungwa hapo, hakuna chochote. Na kama kuna habari kubwa basi ni kiyama. Usisubiri hali hizi saba zikupitikie ndio ujue kuna kheri ya kufanyika. Kwa ajili hiyo khairat, mambo mazuri yataka haraka. Kuna msemo wa huku kwetu ati mambo mazuri hayataki haraka. Si culture ya Kiislamu. Culture ya Kiislamu, mambo mazuri yataka haraka. Badiru bil a'mal, fanyeni haraka. Lugha iko wazi. Mtu akwambia mazuri hayataki haraka, au si mazuri, hayo bila shaka ni maovu. Mazuri kwa culture ya Kiislamu yataka haraka, tena haraka ya baina lailatin wa duhaha, baina tarfata ain, yani kupepesa na kufungua macho ushapata maamuzi. Si ukitaka kufanya jambo la kheri ndio wataka washauri, bwana nataka kuchimba kisima, ushauri nini? Washauri huyu, mtaka ushauri huyu. Na ukitaka kuzini na mwanamke hutaki mshauri.
Nitaka pongeze mke wa mtu asemaje, wewe hutaki ushauri. Lakini kwa mambo ya kheri ya kwa sasa uje kisima upeleke vitu msikitini, wataka ushauri. Bwana, na milioni 2 pale kwa akaunti yangu, nataka kujenga kisima, wanishauri nini? Nataka kujenga madrasa, wanishauri nini? Khairat hazitaki ushauri. Mambo mabaya, nataka kusapoti klabu, hutaki ushauri, ushapata maamuzi. Wataka kwenda huko ukapige pare, hutaki ushauri. Lakini ya khairat wataka ushauri, kuonyesha kuwa bado culture ya Kiislamu kwako haija kuvaa. Kwa ajili hiyo, kwa msingi huu, mambo mazuri Kiislamu yataka haraka. Hadha wassalam ala man ittaba al-huda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tumesikia yanayohusiana na mambo mazuri katika Uislamu, na al-Ustadh al-Fadhil ameongea masala ya tabadur ila al-khairat, watu kukimbia kufanya mambo mazuri kama vile masala ya harusi, masala ya mazishi, masala ya kufanya kheri kama kuchukua visima. Ni kuna kitu kimoja kimenigusa kutokana na hizo harusi zetu. Tapata barobaro ameoa ama ataka kuoa, sasa harusi kasongeshwa, ambiwa harusi itakuwa Disemba. Ishtuka amepatikana mtoto ambaye amezaliwa kabla ya Disemba. Sasa ndio hiyo masala ya kuchelewesha. Mume amekuja, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, idha ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu, akija mtu ambaye mmeridhika na dini yake na tabia yake, basi muozesheni, msiongojee masala ya Disemba ya Novemba. Haya ndio leta shida. Ati kuna begi lataka kufanywa, kuna holi ataka kuagiziwa, masala ya holi na begi hayo mengine, lakini tafuteni walii ya funge ndoa, ndio muhimu zaidi. Sasa watu wengi waghafilika na masala kama haya. Leo insha Allahu taala tutaingia kwenye suratu Zilzala. Sura hii ni sura kubwa sana katika Qur'ani tukufu, yaelezea masala makubwa ya mchechemeko wa ardhi utakaotokea akhiru zamani, na ni katika alama kubwa za kiyama. Sura hii ina aya 8. Wanazuoni wasema ni makia au madania. Aya nyingine ziliteremka Maka, aya nyingine Madina, ikhtilafi aqwalul ulama. Sasa zilzala ni mtetemeko, na zilzal ziko nyingi katika dunia. Ardhi kutetemeka hutokea sehemu mbalimbali katika ulimwengu, na pale hutukumbusha hali ya kiyama. Ile zilzala ikitokea hutukumbusha mambo ya kiyama, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia hiyo zilzala kubwa itatokea akhiri zamani, na ni katika alama kubwa ya kiyama. Tulielezea siku za nyuma kwamba kuna alamatul kubra na alamatu sughra, wal alamatu allati tandariju baina al-kubra wa sughra. Kuna alama kubwa za kiyama kama jua kutoka upande wa magharibi kwenda mashariki. Kuna alama kubwa ya kiyama kama kuteremka Nabii Isa alayhi salam. Kuna alama nyingine kubwa ya kiyama kama kushuka Dajjal, kuja Dajjal na mengineo.
Zilzala nayo ni katika alama kubwa ya Kiyama. Mwenyezi Mungu atuambia ndani ya Qur'ani, kitabu chake kitukufu, idha zulzilatil ardu zilzalaha, pindi itakapotetemeshwa ardhi mtetemesho wake. Hapa kuna faida kubwa na undani wa Qur'ani na utisho ambao Mwenyezi Mungu ameutaja kwenye aya hii. Aya moja tu, lakini ina utisho mkubwa sana. Mwenyezi Mungu hakutuambia idha zulzilatil ardhu, itakapotetemeshwa ardhi akakoma hapo, bali katuambia idha zulzilatil ardhu zilzalaha, itakapotetemeshwa ardhi, kisha akaleta masdari mtetemeko wake, yani ni mkubwa mno, haujawahi kutokea na hautowahi kutokea mtetemeko zaidi ya huo. Ardhi itakuwa haitambulikani tena wakati huo, na hii ni masdar. Zilzalaha ni masdar yatilia nguvu fiili ya nyuma. Ukiona fiili imekuja kama hiyo idha zulzilatil ardhu,